Baba na Mungu mwema uishie juu mbinguni, tunakushukuru na kusifu asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo umekubali tuje tukuabudu. Tamalaki ibada ya leo kuwa nasi. Na Roho Mtakatifu akazidi kutufundisha na kuona uso, na hata mwisho wa ibada tuseme hakika tulikutana na Bwana na si wanadamu, maana tukikutana na wanadamu upendo huo utakoma hivi karibuni. Tufundishe hivyo hata mwisho wa ibada tuseme amen. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Ikiwa una furaha punga mkono. Amen. Amina, amina. Ya kama miongoni mwa washiriki wa kanisa la Lumbila, nachukua fursa hii kuwakaribisheni wote katika ibada hii ya siku ya leo. Wana Lumbila, mna furaha? Amina. Ya karibuni wote, na kwa wakati huu nichukue muda kufanya utambulisho kwa wale ambao tutashirikiana nao hapa mbele. Nikianza mkono wangu wa kushoto pale mwisho, tunaye Mr. Oswald Msigwa, tasimama punge mkono. Amina. Ya, lakini pia tunaye Mr. Noel, ni mzee wa kanisa la Makongolос, na simame punge mkono. Lakini tunaye Eliada Makunga, naye pia asimame apunge mkono. Yesu asifiwe. Ninamruka aliyoko hapo na kuja tulie jirani naye hapa, anaitwa baba mzazi Mr. Lawena Nzonda, naye pia apunge mkono. Yesu asifiwe. Amen. Nami ni Ronald Undali, ni mzee wa kanisa hili. Amen. Kila mmoja hapa atakaposimama ndipo mtakapojua kila mmoja kwamba ana wajibu gani hapa mbele. Lakini baada ya hapa nipende kukaribisha au kutambulisha wafuatao kanisa kwaya ya kanisa ya Itende. Lakini pia ningeomba wasogee hapa karibu katika hivi viti ambavyo ni vya njano. Amina. Itende wote sogeni hapa karibu. Amina. Ndio. Na hapa jirani na mimi tunayo kwaya ya Gold, ni kwaya kutoka Makongolос Chunya, nao pia wasimame wapunge mkono. Lakini jirani na wao pale tunalo kundi la wainjilisti, nao pia wasimame waweze kupunga mkono. Ya, lakini miongoni mwetu pia tunao wageni waalikwa katika shughuli hii ya leo. Tunaye Mr. Michael, Mr. and Miss Michael, nao pia wasimame punge mkono. Lakini pia tunaye Madam Hulda, naye pia asimame apunge mkono. Ya, tunao wengi ambao tumeweza kualika, lakini pia tunao muda maalum wa kuwatambulisha itakapofika wakati huo. Wakati huu niweze Maandiko matakatifu yanayotoka kitabu cha Mathayo
22 na ule mstari wa 12. Yanasema, akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Naye akatekewa. Amina. Kwa muda huu tena nimkaribishe mwimbishaji ili aweze kutuongoza kwa wimbo. Naombeni tusimame wote. Wimbo namba 155, kitabu kidogo, kitabu kikubwa 321. Jioni uniongoza. Jioni uniongoza. Basi kwa heshima kubwa tufunge macho tupate kuomba. Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa sababu ya kutupatia siku nzuri hii ya leo. Wewe Mungu wa mbinguni ulitamani leo kwa umoja huu mzuri tukusanyike hapa kwa lengo maalum. Baba, malengo yaliyotuleta hapa Yesu, tunakusihi kwa upendo wako yatimilike. Lakini ikiwepo miongoni mwetu kuna mtu ambaye ni mara ya kwanza kuabudu katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato, Yesu, kwa siku hii nzuri ya leo mpatie tumaini. Lakini Yesu, tunajikabidhi kwako mtumishi wako ambaye atakuja mbele zetu kwa ajili ya kudumu na kutupatia neno lako takatifu. Yesu, maneno haya Yesu akae baraka katika maisha yetu. Lakini kama kuna miongoni mwetu kuna mwenzetu ambaye anaumwa, amekata tamaa, Yesu, kwa upendo mkubwa mpatie tumaini kubwa. Mponye sawa sana na mapenzi yako. Tunanyamaza tukiamini Mungu, sikio lako sio zito, unasikia
na utatenda sawasawa na mapenzi yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Na kwa muda huu tutasikiliza somo la sadaka, na kwaya ya Karobe naomba msogee mbele kwa ajili ya Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusikilize fungu la zaka na sadaka linalotoka katika Mathayo 6 mstari wa 26 na kuendelea. Biblia inasema, waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si ni bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia koti? Nami nawaambia ya kwamba hata Suleiman katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la, na kesho utupwa karibuni. Je, hata zidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Sema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tuombe. Tunasema asante Mungu, asante kwa siku ya leo. Ni siku yenye furaha, ni siku yako takatifu. Tunapoenda kwa ajili ya matoleo, kila mmoja atakaye kutolea, Mungu ukambariki. Tunasema asante, na ambao hawajapata katika hili wiki, kwa kuwa umetuambia tutoe kama mili yetu kama dhabihu, basi tunaitoa mili yetu kama dhabihu, ili hekalu lako lipate kuwa na mapendezo. Nikiomba na kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Ananipenda
Mchungaji wetu wa mtaa, Mchungaji Jackson Mchomo, ili aweze kutupatia neno, na baadaye kidogo watakapomaliza tutapata kwaya ya wainjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wana furaha asubuhi ya leo? Funga mkono pamoja nami. Naona wakina kawe. Haleluya. Mimi binafsi ninasimama kishujaa, maana niko mbele za Bwana. Kama wewe hujakaa mbele za Bwana, unatakiwa kukaa kilegevu na kinyonge. Uko mbele za Bwana? Amina. Wanakwaya wa Magongolosi, mko mbele za Bwana? Kama uko mbele za Bwana, punga mkono pamoja nami. Haleluya. Mungu wetu ni mwema. Na unapokuja mbele zake, unatakiwa ukija unajiamini. Kuna mahali unaweza ukaenda haujiamini, lakini unapokuja mbele za Bwana, nenda ukifanya nini? Umekuja kwa Baba anayetupenda. Umekuja kwa Baba anayekujali.
Umekuja kwa Baba anayeweza kukidhi mahitaji yako ya kimwili, ya kiafya, na si hivyo tu, anahitaji akidhi mahitaji ya umilele. Sasa wewe unakujaje ni kama hauna furaha, unakuja ni kama unasinzia, unakuja ni kama umekaa kama umechoka. Kaa kimkakati huko mbele za Bwana. Haleluya. Kaa kimkakati. Na unapokaa mbele za Bwana, musikie atakachosema. Maana atakachokuletea ndio hakika, ndio hitaji la maisha yako. Huyo Bwana atakachokuletea. Masaa haya nipende kutambua uwepo wa wageni. Kabla ya ibada au somo au neno la Mungu, tutambue wageni waliotutembelea. Haleluya. Tutambue wageni waliotutembelea. Tutambue wageni waliotutembelea. Siku ya leo hata watu wa Lumbila ni wageni. Maana tangu kuumbwa kwa misingi ya dunia hawajawahi kuona kanisa lao likimelemeta na sura hizi. Wakiona huku wanaona rangi tofauti, huku rangi tofauti, huku rangi tofauti, na hata hii safu wanaona tofauti. Leo wao ni wageni na wao ni waalikwa. Lumbila mlipo, simameni, maana ninyi ni wa. Haleluya. Hawa watu ndio wanaoabudu hapa kila siku. Hawa unaona, hebu kuona ni kama sijaona, ni kama mmekaa kama siwaonioni vile. Hivi waalikwa, na nyinyi leo ni waalikwa, simama juu tuwaone. Jamani, hawa ni waalikwa, lakini wao wanasali hapa hawajawahi kujaa hivi. Wao wanasali hapa hawajawahi kuona kwaya zaidi ya 4. Ni wao wenyewe na kwaya yao naona ni kama sioni, maana hata mavazi hamna. Wao ni waalikwa. Na kwa hivyo kama ni waalikwa, tupo pamoja katika ibada ya leo. Hao mnatakiwa mwatabuki wao. Ukimwona karibu, yeye ndio unaweza kumuuliza swali lolote kwamba nini kipatikane na nini kifanyike, kuna changamoto gani. Hao leo kuna kwaya ya Itende, maana naanza kule ng'ambo kabisa, wametoka mbali kidogo kule ng'ambo kabisa. Wao wamevuka mto, na za wengine inawezekana wamevuka mito miwili, lakini hawa na wenyewe wao wanasali ng'ambo. Hapo ni kanisa moja ambalo liko hapo ng'ambo. Wao wameamua kuja kushiriki nasi. Walipoamua kuja kushiriki nasi, wakaona ni vema wavae suti. Lakini tu haitoshi, wamependeza. Jamani, wamependeza, maana wamekuja kwa baba yao. Haleluya. Wamekuja kwa nani? Wao nao ni waalikwa katika ibada ya leo. Haleluya. Na nyinyi simsimame basi, mtupungie mkono. Haleluya. Tunao wenzetu pia watu wa Karobe. Sasa na wakasema na sisi hakika ibada ya leo ni Lumbila, na kwamba kwa namna yoyote tutakwenda tunavyoweza kwenda, lakini tutakwenda maana tunakwenda kwa Bwana ambaye hatuna mashaka naye na tuko mbele yake. Leo mnyie mko mbele za Bwana, na watu hawa ni watu wa manota, wanapenda sana manota, na huwa wakiimba unaweza ukapata na wenyewe ladha yao, na tumeshaanza kuzipata. Lakini nao wakasema tutashiriki katika ibada nanyi asubuhi ya leo. Na wao wamekuja wakiwa hawana mzee, lakini wamekuja wakiwa na shemasi. Haleluya. Na wenyewe wasimame watupungie. Watu hodari katika Bwana. Haleluya. Jamani, jisikieni huru. Jisikieni kuwa na furaha. Hampo pa mwanadamu, muko kwa baba yetu anayetujali.
Haleluya. Wengine wakaona wametoka mbali kabisa. Mbali. Usidhani bado sijamaliza, wametoka mbali hao. Hawa wametoka eneo hili la jiji, sehemu ya Mbeya Kusini, kwa namna ya kuhusika katika utume wa usambazaji wa vitabu. Na wao wamekuja na epidi wao. Ninadhani mmeanza kuwatambua. Lakini hivi karibuni nikasikia kwamba na wao watamtukuza Bwana. Na katika kumtukuza kwenu Bwana, kabla sijasema, muimbe kimulimuli cha Yesu. Haleluya. Kimulimuli cha nini? Kinafanyeje? Chenye nini? Huo. Na hawa wamekuja kushiriki nasi. Ibada ya leo ina maua mengi na yenye baraka nyingi na furaha nyingi. Na wao wakiwa na kiongozi wao Mwakyusa, ninaomba wasimame watupungie mikono. Kama nisimwashangilie Bwana. Haleluya. Jamani, msijisikie ovyo ovyo. Furahini, maana mko mbele za nani? Mkifurahi hata mbinguni wanafurahi. Haleluya. Haleluya. Lakini tunao watu mbalimbali ambao wamekuja kwetu kuabudu nasi. Mr. and Mrs. Mikael Kimati. Amefanyeje? Ameelewa. Hiyo ni lugha ya ndani zaidi. Hiyo ukisikia ni lugha ya nini? Ya ndani zaidi. Na kwa hiyo kama wamekuja kwa baba yao, lugha hiyo itang'aa sana. Maana hata mbinguni bonzavo ipo. Haleluya. Mr. Kimati na Mrs. Kimati, karibuni katika ibada ya leo. Mlivyokuja mumetuheshimisha sana. Kama mmetuheshimu tulio wadogo, baba yetu wa mbinguni hata waheshimu zaidi. Karibuni katika ibada. Wangapi wanawakaribisha watu hao? Haleluya. Amina. Watu hawa wamekuja kuabudu pamoja nasi. Yupo mtu mmoja anaitwa Mwasimba. Legadi Mwasimba ni mshiriki wa kanisa la Karobe. Yeye sio mwimbaji, lakini alipokea mwaliko wa kuja kuabudu nasi. Huyu bwana ni mfanyakazi wa kiwanda cha Coca-Cola. Ni mtu anayeshughulikia mambo makubwa katika kiwanda hicho. Sorry, nimesahau Pepsi. Haleluya. Bwana akubariki kwa nasi. Bwana akubariki kwa nasi. Lakini tunaye yeye ni nesi katika hospitali kubwa. Hospitali nini? Kubwa. Maana kuna hospitali na hospitali. Sasa yeye ni nesi katika hospitali kubwa. Na yeye akasema katika ibada ya leo sitasali kanisani kwao, Ilubila ndiko nakwenda. Na yeye anakuja kushiriki mambo makubwa pamoja nasi. Na yeye asimame. Ni mtu ambaye ukimwona ni kama hajamii na jamii. Haleluya. Ukimwona ni kama haonioni, ila anafanya nini? Hayuko vizuri. Ninamfahamu. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Tunaye Julia Mwakyusa ambaye nimeshawasema ni kiongozi. Ni kiongozi ambaye amekuja mwaka huu na najua ni nafasi hii kumtambulisha. Huyu ndiye kiongozi aliyembadili Joel Masau ambaye alikuwa EPD wa nini? Evangelist. Aliyema conference tu. Conference wako kweli leo. Kwa hiyo kuuliza masuala yote ya usambazaji wa vitabu Mbeya Kusini ni huduma. Sikie huru kwa nasi. Haleluya. 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 Maana walipewa mwaliko binafsi
lakini wako kwenye nini? Wako kwenye nini? Mzee wetu Mikaeli Mwandeni ni mzee wa kanisa la Bwana. Mikaeli Mwandeni, nitataja kwa kifupi, watasimama wote kwa pamoja. Yeye huyu ni mzee wa kanisa mnyenyekevu na analipenda kanisa, lakini yeye pia ameliongoza kundi hilo kuja mahali. Ninajua huyu ni mfanyakazi halmashauri, na yeye amekuja hapa kumwabudu Mungu tukiwa katikati, akiwa katikati yetu. Mjue mna mtu anayefanya kazi wapi. Kwa hiyo ukitoka hapa usiteseke, ukitaka kupambana usifanye nini? Ninakutajia hivi pia usiteseke. Sawa sawa? Nimeshawatajia nesi watu. Kwa hiyo ukitaka uhudumiwe vizuri, pambana mapema, chukua namba. Una mgonjwa wako, jamani, mke wangu hapo kuna shida, unatakiwa ulielewe hilo. Haleluya. Beti na yeye amekuja kwetu, ni mwanakwaya, lakini ni mtu anayempenda Mungu na anafanya kazi pale kanisani. Ni karani wa shule, mkurugenzi wa shule ya Sabato, na yeye na anampenda Mungu na anapenda kufanya kazi ya Mungu. Lakini pia tunaye Oswald Msigwa. Yeye amekuwa siku zote ni mpambanaji na analipenda kanisa na anafanya kazi ya welding. Ukitaka gari lako lina shida, gari lina nini? Shida, au na magari makubwa unahitaji kuchomelea, usimwache mtumishi wa Mungu. Lakini leo yuko ndani ya ibada ya siku ya leo. Nyongeza ya mtumishi wa Mungu huyu mwanakwaya, huwa anatoa vitabu vingi, nadhani hata wainjilisti wanamfahamu, na mimi ananipa vitabu vingi kwa ajili ya utume. Lakini leo amekuja kuabudu nasi. Kwa mwito huo tunapenda kumtambue akiwa ndani ya wanakwaya. Hao wanakwaya naomba wasimame wawapungie waumini na waalikwa. Sasa nimalizie kwa kuona watu wawili au watatu wasimame na wao watupungie mkono. Kuna mtu anaitwa Samson Isai. Apunge mkono, asimame apunge mkono. Haleluya. Amekuja kufanya nini? Kushiriki ibada. Yaani yuko ndani na akapewa mwaliko mkuu. Yeye anasema nitakuwepo ndani ya mwaliko huu. Amen. Kwa kuwa mimi ndipo namuona leo, nasema karibu. Na utambuzi huo Mungu aliwaonyesha watu hawa uwemo katikati yao. Amen. Lakini kuna mtu anaitwa Deogratius. Nadhani yupo katikati yao. Huyo ni Karobe, nimesikumfahamu. Lakini Bwana akubariki, upo. Nadhani atakuwa ametoka nje. Wengine ya kuabudu wapo huko. Achana na kwaya kwanza. Wapo. Na nyinyi tunatambua hata kama msimami. Haleluya. Tunakuja kwaya ambazo zitaandamana nasi, kwaya iliyoandamana pamoja nasi na mgeni wetu na mzee Lawena Sonda. Hiyo kwaya ni ya wapi? Inaitwaje kwanza? Maana nataka kujua kama watu wanaifahamu. Acha mzee. Inaitwaje? Jamani, hebu semeni vizuri, inaitwaje? Usitaje Kiswahili. Maana kuna watu wanataja Kiswahili. Inaitwaje? Ukisikia gold na gold ni tofauti. Gold ni Kiswahili. Ni nini hiyo? Gold ni Kiingereza. Hawa bwana wanaitwa jina la Kiingereza jamani. Hata Afrika tuna majina ya Kiingereza. Haleluya. Kwaya hii imetuheshimisha sana.
kusafiri kutoka huko Chunya Makongorosi kuja kwetu ni heshima kubwa sana. Kwa mara ya kwanza mimi niliwatambua tukiwa kwenye 50 ya nini ya utume, na waliposema tunawataka hao nikaweka vema. Haleluya! Niliweka nini? Nikasema hao wanatakiwa waje. Na ilipoonekana kuna changamoto, maana bima ilichelewa. Lazima niwaambie, bima ilifanyeje? Ilichelewa, majina yamechelewa. Nikasema naam, najua. Akasema sasa inakuwaje? Nikasema nakusubiri mkuu unene jambo. Akasema sasa umeshachelewa ni kama. Nikasema sasa mzee, unawezaje kuchelewesha utume wakati utume unaendelea? Mzee akasema sasa bima isiwe kikwazo, hebu mtafute mwazini. Nikasema sasa mwazini, unajua mimi nimeongea na mzee, na kwa hiyo kwa inatakiwa ije, tunafanyeje? Akasema sasa naomba tu utume hiyo bima, mimi nitaongea na union, nitawaconvince union wafanye jambo. Aliposema hivyo, sasa nasema nasainisha hilo jambo litokee hivyo. Alipofanya hivyo, mimi nikarudi kwa secretary nikatoa amri, andika barua iende. Maana nimeshaongea na juu, wewe utazuia wapi? Kwa hiyo kuja kwenu kulitaka kuleta shida. Nikasema godi haiwezi kubakia Chunya, godi lazima ije. Haleluya! Wangapi wanawakaribisha watu wao wanapotupungia mkono? Simameni, godi lazima ije. Haleluya! Watu hawa ni watu muhimu sana na tunawapenda sana. Karibuni sana, na hata sisi mkitualika tutakuja. Haleluya! Sasa ninyi ni watu muhimu na tunapenda kuwaona na tunatamani kufanya kazi pamoja. Kwa kuwa utambulisho wa kwanza umepita, lakini tuna mzee, lazima tumtambue mzee anayeabudu pamoja nasi katika safu hii. Haleluya! Mzee, sijakukalili majina, ila unaweza usimame, maana kwa kuonekana tu ni mzee. Simama uwapungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Ni heshima kuja na mzee. Si unaona amevaa tofauti? Hiyo inaonyesha tu katumwa. Haleluya! Kaonyesha katumwa. Mzee, tunashukuru kwa kutuletea kwaya ya God. Tunashukuru kwa kutuletea kwaya nini? Ubarikiwe sana. Asante Yesu kakete. Sigwa tumeshiriki, nishamtambulisha, tunashiriki naye ibada ya siku ya leo. Na nimeshamtambulisha mambo makubwa anayoyafanya. Upande wangu huu kuna mzee wangu wa kanisa, na yeye ndio katibu wa mtaa huu. Anaitwa Ronald Ondari, na yeye ni mtu, usisimame, ni yeye mtu anayependa kazi ya Mungu. Mahali popote anapenda kuwashawishi watu wafanye kazi ya Mungu. Na hata ukiona kanisa hivi linaenda hivi, kuna nguvu inayotokea. Mwaka jana hapakuwa hivi, mwaka huu pamekuwa hivi. Na hata watu wa mtaa huu walipokuja tukiwa tunatenga ili kanisa, hapakuwa hivi, na wao ni mashahidi. Hakukuwa umeme, hakukuwa madirisha yaliyowekwa vizuri, hakukuwa na hivi unavyoona, lakini mambo yanakwenda vizuri. Ni namna ya huyu mzee ambavyo huweza kucoordinate mambo na yakatokea. Japokuwa yupo na mwenzake, huyo tutamtambulisha baadaye. Huyu mzee ukimwangalia ni kama hatendi, ila anatenda. Muone hivi, Bwana amempa kipawa. Na kwa hivyo yupo ndani ya ibada, na leo atafanya maajabu pia. Si usimame wapungie watu mkono. Haleluya! Tunaye kiongozi wetu, ninajua kule ni kiongozi wa ATAPE.
Sifa ya kwanza ni kiongozi wa nini? Na hata atakaposimama lazima azungumze hata. Hiyo nimemwachia, sitazungumza. Na leo ni siku ya hata, ila sitazungumza. Lakini anaitwa baba mzazi. Hili jina tangu mwaka 2013 nimeanza kulisikia. Baba nini? Na nilikuwa simfahamu kwa sura, nimemfahamu mwaka jana. Nilikuwa simfahamu kwa nini? Kwa sura. Wadogo zangu ndio walionipa habari. Baba mzazi alikuja pale akachangia kwenye majengo ya conference. Nikaelezewa. Nikasema yuko wapi huyo? Wakaniambia yuko Chunya. Wadogo zangu walikuwa wanasoma mapi. Wakaniambia yuko Chunya. Anaitwa baba mzazi. Baada ya hapo nikaendelea kupata jina la baba mzazi. Baba mzazi, baba mzazi. Nikiwa na historia inayotosha ya kujua ni mtu anayempenda Mungu. Haleluya. Ni mtu anayetenda, ni mtu anayeitikia wito. Ni mtu anayefanya mambo yake na yakafanikiwa. Ni mtu ambaye haikatai kazi ya Mungu. Hata akienda mtu mdogo kabisa aweza kumpokea. Mimi nasema Gondi uongo. Hata akienda mtu nani anaweza akampokea na akafanya kazi pamoja naye. Mtu huyu analipenda kanisa la Mungu. Na hata siku moja nilikuwa nikifanya kazi kwenye mtaa wangu. Kukaonekana kuna changamoto. Lakini baba mzazi alizungumza ila kujua mimi nimemsikia. Akaunganisha familia. Nani? Baba mzazi. Ila kujua na mimi nilikuwepo hapo nikizungumza, ila alikuwepo. Ni mtu anayempenda Mungu, anapenda kazi ya Mungu iende, na leo akasema nyumbani mwa Bwana hata kama kuna mavumbi nitakwenda. Hata kama kuna shida zozote nitakwenda. Na mimi nitaweka hata usafiri wangu pembeni katika mavumbi. Amekuja leo. Na huyu anaitwa Lawena Sonda. Ninaomba uwapungie tu mkono. Na kazi yake kubwa leo ataifanya nitakapokuwa nikimaliza ibada ya leo. Na mtamuona kwamba je, ana kalama ya hiyo au hana. Ninakuhakikishia utaiona. Bwana ambariki sana mtu huyu. Bwana amtendee wema mkuu mtu huyu. Hii ende upande wangu mwingine nikiwa namalizia utambulisho. Ninaye mtu ambaye anafanya kazi NBC, akiwa anafanya kazi kama manager. Kwa nini? Yaani anakaimu kwa wakati huu, lakini ni manager. Maana mtu anayekaimu ni nani? Manager. Ina maana majukumu yote ya kimeneja anafanyaje? Anayafanya. Naye ni mshiriki wa kanisa la Waadventista nini? Ni mshiriki aliyepo katika kanisa la Itende. Yaani assistant manager au manager naye kaimu yupo kwenye kanisa la Itende na akachagua kusali wapi? Leo ameamua kusali hapa, lakini huwa anasali wapi? Pembeni huko kabisa. Hiyo tu inaonyesha ni jinsi gani anampenda Mungu wa mbinguni. Haleluya. Naye kwa majina anaitwa Eliada Makunga. Eliada nani? Amekuja leo kuabudu pamoja nasi miguuni pa Yesu. Na leo atakuwa na neno kama mgeni rasmi fupi, alafu atamalizia na baba mzazi. Na atakapotenda utaona tu hana maneno mengi, ni moja kwa moja kwenye pointi, alafu tutaondoka kwenda kwa chakula. Naye amekuja kwetu. Mama, si uwasalimie, ulisalimie kutano hii.
Haleluya. Mtu huyu Bwana amembariki sana, ni mtu mwenye moyo wa upendo na kuipenda kazi ya Bwana. Sasa mimi nikiacha kujitambulisha zitakuwa vibaya. Yaani nitambulishe wote hao, nijiache mimi, sitakuwa vibaya. Kwa majina hayatatosha kutoa mimi ni nani. Nimezaliwa katika familia ya watoto 7 na mimi ni mtoto wa 3. Katika watoto 3, wanaume ni 5, 2 ni wa kike. Na mimi Bwana aliniita kwa kazi ya utume kuja kulitumikia kanisa mwaka 2022 nikitokea Arusha kuja jijini Mbeya. Na kwa hivyo niko hapa kama mchungaji wa kanisa la Nzovwe kwa ujumla, au mtaa wa nini? Kazi yangu ni kuunganisha wanadamu na ufalme wa Mungu. Amina. Na hapa ninachokwenda kukifanya ni kazi ya kumuunganisha mwanadamu amuone Mungu. Amina. Na leo Bwana atanitumia, sihitaji mtu aje. Majina, ninaitwa mchungaji Jackson Emmanuel Chomo. Majina ninaitwa, sasa sinatosha, tuingie. Roho Mtakatifu kiongozi amini, utushike mkono tulio wasafiri, utupe msafiri fuata naongoza nyumbani. Tusimame tukiwa na Biblia zetu mkononi. Tusimame tukiwa na Biblia zetu mkononi. Na kama umekaa pembeni yako kuna mgeni ambaye hana Biblia, funua na yeye aone. Funua na yeye afanye nini? Tutasoma katika kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 1 na tutaishia mstari wa 14. Mimi nitasoma, wewe utafuatilizia. Haleluya. Mimi nitafanyeje? Tumekuja kwa Baba yetu wa mbinguni. Neno la Bwana linasema, Yesu akajibu. Usifuatilizie, usiseme, ila wewe fuatilizia huko kimya. Sawa sawa. Yesu akamwambia mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi, akawatuma watumwa wake walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watu kwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni, nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono ni harusini. Lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akaghadhabika,
akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi i tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote wamwaonao waiteni harusi. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema, harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wangapi? Tufumbe macho tuombe. Baba yetu unaishi juu mbinguni, unatupenda sana, na leo umetuleta kuja kukuabudu. Umeandikwa walioalikwa ni wengi, lakini walioonekana wana vazi la harusi walikuwa wachache. Sasa tuelekeze kuwa na vazi la harusi katika jina lako Yesu Kristo, amen. Waliofanya nini? Je, umealikwa? Halo, umealikwa? Umealikwa? Swali, je, umealikwa? Biblia yangu naona inanionyesha mambo kadhaa, na najua ulikuwa ukifuatilia. Moja, inaonyesha kulikuwa na mfalme mmoja aliyetaka kufanya nini? Kumfanyia nani? Mbona nilikuwa nasoma peke yangu? Aliyemfanyia mwanawe nini? Harusi. Na hapa ninaona mambo kadhaa. Moja, kuna bwana huyo au huyo mfalme ambaye leo tunaweza tukasema ni baba. Haleluya! Baba aliyetaka kumfanyia nani? Mwanawe sherehe, ambayo sherehe hiyo ilikuwa ni harusi. Baba, nikaona nani? Bwana harusi. Hivi kuna harusi hakuna bibi harusi? Halo? Halafu ninaona standard ya hii harusi jamani. Hii standard ya hii harusi. Huyu bwana aliandaa kila kitu. Hakuhitaji kuchangisha. Wewe bwana hapo alichangisha? Haya, wapenzi wa Bwana, wale tunaochangishaga tupo, naofanya harusi tupo. Ni dunia yetu hiyo. Lakini ninaona katikati ya hiyo, katika watu walioendwa kualikwa, waliokuwa wanaonekana wanafaa kualikwa, hawakufanya nini?
hawakufika. Huyu bwana akaona haitoshi, inanipasa sasa nikaokoteze. Inanipasa nikafanyeje? Nikaokoteze barabarani na vichochoroni. Ukiluka anasema na vichochoroni, yaani usiende tu njia panda. Nenda njia panda ndio, lakini muingie na wapi? Maana walioalikwa hawajafika, walioonekana wanafaa kufika hawajafanya nini? Lakini wale ambao walikuwa wanaonekana hawafai walifanyeje? Je, wewe uko kwenye kundi gani? Mwalikwa hapa, wewe ni mwalikwa wa aina gani? Wote waliofika hapa ni wale walioalikwa. Haleluya! Kwa bahati nzuri walioalikwa ni wote walioalikwa. Wamefanya nini? Wamefika. Yesu anaendelea kusema wote walioalikwa, waliokuwa wamekataa akaalika wa njia panda. Hivi mnadhani waliweza kualikwa njia panda wapi? Waleteni hao waingie karamuni. Na Yesu anasema ufalme wa mbinguni umefanana. Wa njia panda ni akina nani hao? Ni wewe na mimi. Ni wewe na nani? Ni wewe na mimi. Wewe uliyekuja hapa ni wa njia panda. Kwa hiyo wote tulio humu, wote ni wa dini. Maana waliokusudiwa wamefanya nini? Wamekataa. Wa njia panda ndio tumeitwa, na vichochoroni. Maana vichochoroni huwa watu ambao ni wauaji, watu wenye haleluya. Anasema lakini nendeni humo, nendeni humo, mkawatafute humo. Nenda. Wakaja. Biblia yangu inaniambia mmoja kati ya walioalikwa changamoto ya waliofanya nini? Je, leo hapa tunaweza tukasema vazi la harusi ni nini? Hapa achana na Biblia ile, maana takurudisha kwenye Biblia. Walioalikwa, kuna baadhi walionekana hawana vazi la nini, na mmoja wao Biblia inasema alialikwa, ndani yake akaonekana. Wale wa vichochoroni waliojaza dini, waliojaza karamu, yaani wale walioalikwa vichochoroni wakajaza karamu, ni mmoja alionekana na nini? Hana vazi. Na Mathayo 25 huwa anazungumzia katika wanawali 10 waliokosa mafuta walikuwa ni nani? Wapumbavu, si ndio? Ukienda pale utaikuta. Lakini amesema ufalme wa mbinguni umefanana na wanawali. Si unaona inataka kufanana na hiki kisa. Wanawali 5 walikuwa na 5 hawakuwa. Na hapa anaonyesha kwamba mmoja alikosa nini? Vazi. Na hapa mwingine anaonekana alikosa nini? Mafuta. Mathayo 25. Na ikawa ngumu kumpatia mwenzake. Wale majamaa wakasema, sikiliza rafiki, tunaomba mtupatie hata kidogo suna basi tuweke, ili bwana harusi anapoingia tuweze kufanya nini? Tuweze kuwasha iwake basi aingie. Wakasema sisi hayatutoshi, shikeni njia mkafanye nini? Ninamwona huyu aliyealikwa na yeye, wakasema
ukatupe wapi? Watu wale wale walioalikwa. Rafiki, mimi ni mmoja wa walioalikwa, na walinikuta niko wapi? Vichochoroni, njia panda, nimealikwa, nimeingia. Na wewe ni mmoja waliokukuta wapi? Au vichochoroni, lakini umefanya nini? Umealikwa. Sasa nini kinakosekana kwa hao walioalikwa? Bado wote wamealikwa, na kazi yao ni kuhakikisha wako karabuni, wale na kunywa ambavyo Bwana wao amewaandalia. Nini kinachokosekana? Nini hasa? Nini hasa? Anayemfanyia karamu mwanaye ni nani? Baba yetu wa mbinguni. Anayemfanyia nani? Mwanawe karamu ni nani? Bwana harusi ni nani? Ni Yesu. Nani? Na mwalikwa ni nani? Mwalikwa ni nani? Ni wewe hapa. Mwalikwa ni bibi harusi, na Yesu amekualika, na yeye anataka uvae vazi la nini? Yesu ametuita leo, sitachukua muda mrefu. Yesu ametuita hapa ili vazi la harusi lipate kufanana na vazi alilolitaka bwana harusi. Bwana harusi baba aliyetengeneza hiyo sherehe asema unafaa kuwepo ndani ya, na ili uonekane unafaa kuwa katikati ya hilo. Moja ya tukio la leo ni moja linalosafisha vazi la harusi. Haleluya! Moja ya tukio linalofanya wewe ung'ae. Utaimba, utamshukuru Mungu. Unamshukuru Mungu kwa yapi? Kwa yale aliyokutendea, kwa kumjengea hema yake. Utamshukuru Mungu kwa matendo makuu, kwa kumtolea. Tena ni kung'arisha vazi la nini? Maana vazi la harusi linafanyiwa juhudi, na ndio maana hilo vazi huwezi kumgawia mtu. Haleluya! Mimi nimealikwa na Yesu Kristo, anataka kila siku nifanye vazi la harusi liendelee kung'aa na kung'aa na kung'aa na kung'aa. Na vazi la harusi ni haki ya Kristo mwenyewe. Anakuita mimi na wewe, anatamani wewe uvae vazi la harusi, anatamani wewe uvae vazi la harusi. Unaweza ukaingia ndani ya kanisa usiendelee kuvaa vazi la harusi. Pia atakupatia kwa kazi unazozifanya kila siku, ukikubaliana naye kwa kile alichokualika, kwa kile alichokupatia. Baba yetu ni mwaminifu, baba yetu anatupenda na anatamani tulivae vazi. Umeelewa? Katika kitabu cha Ufunuo 19 anapozungumzia walioalikwa, rafiki, wewe ni mwalikwa na ukubali kwamba umealikwa. Ufunuo 19 mstari ule kidogo, tisa, Biblia ina maneno haya: naye akaniambia, andika, heri walioalikwa naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Aliyewaalika ni nani? Aliyewaalika ni nani? Aliyewaalika ni nani? Anasema, akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu.
kwamba heri walioalikwa. Wamebarikiwa. Kwa lugha nyingine unaweza kusema wamebarikiwa walioalikwa katika karamu ya nani? Wamebarikiwa, wana bahati walioalikwa. Na ndio maana yule anasema heri walioalikwa. Walialikwa kutoka wapi? Sehemu mbalimbali, katika maeneo tofauti tofauti, katika mazingira tofauti tofauti, wote wamealikwa. Na wanapoalikwa wana kazi ya kufanya. Mungu amewapa, wanapoifanya wanang'aa, wanaendelea kung'aa kila siku, wanaendelea kung'aa kila siku, na mwisho wa wakati watavikwa taji. Ingieni katika mlango huu. Walioalikwa ni mimi na wewe. Mchana wa leo Yesu anakuita mimi na wewe. Ni wangapi wanasema ni heri kualikwa hata vichochoroni, ni heri kualikwa katika njia pana na kuwa katika sehemu ya Mungu? Maana ninapokuwa katika sehemu ya Mungu nitang'alishwa. Na wao wanasema ni heri niwepo huko. Wasimame pamoja nami. Usisimame tu, wasimame pamoja. Wanasema ni heri kuwepo huko, maana unapoalikwa Bwana atakuvika taji yake. Katikati yetu huenda kuna watu wanahitaji kubatizwa, na leo kuna ubatizo. Wapo walioalikwa, waliopewa nafasi hiyo waliikataa, lakini sisi tumealikwa. Na Yesu anasema ipo njia tu ambayo inamfanya mtu aweze kuokolewa, ni njia ya kupitia batizo. Haleluya! Na wao wanasema ili niingie karamuni, Yesu umeweka njia sahihi, na mimi nahitaji kubatizwa. Hao watu naomba waweze kupita mbele. Kama wapo katikati yetu, wanasema tunaanza kwa kubatizwa ili tuvikwe haki ya Kristo. Ninaomba hao wapite mbele. Wapo? Pita mbele. Bwana akubarikini sana. Bwana awabariki sana ninyi mnaopita mbele. Pita mbele. Watumishi wa Mungu walio wazee wa makanisa, wapeni mikono watu hao waliofanya nini? Shukuru kwa wema wako mkuu uliotutendea. Umekwenda kuandaa karamu na umeahidi katika karamu yako hatutaandaa chochote. Katika makao yako matakatifu tutaingia tukila na kunywa miaka 1000, na baadaye tutakaa nawe katika makao ya ulimwengu huu. Tusaidie kuelewa hili. Watoto wako hawa wengine wamekubali kuingia kwa kuanza kwa njia ya ubatizo, maana umetuahidia katika karamu ile ya mwana kondoo utakapoketi wewe mwenyewe Yesu Kristo. Mungu Baba, na walioalikwa, mimi na wanadamu wengine tulioko hapa, tunakusihi watoto wako hawa wasije wakakosa kwetu katika makao ya amani. Bariki programu zinazoendelea. Wabariki na vijana hawa watakapokwenda kuingia majini. Tupe neema yako ya kutosha kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Kalani waongoze kwa kwenda kukaa. Rafiki zangu, Bwana na awabariki. Bwana abariki neno lake kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
Tunashukuru kwa neno ambalo tumelipata, na kwa muda huu tunaingia kwa program nyingine, na niweze kumkaribisha Karani kwa ajili ya program ambayo alikuwa amejiandaa nayo. Karani, karibu sana. Isa. Bwana ni mwema wakati wote. Hii ni risala ya kanisa la Lumbila. Ndugu mgeni rasmi, waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wana wa kanisa, wapendwa wote katika Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunamshukuru Mungu mwenye rehema kwa kutupa neema ya kukusanyika leo hapa kwenye tukio hili maalum la Sabato ya changizo la ujenzi katika kanisa letu la Lumbila. Tukio hili lina umuhimu wa kipekee kwetu kwa kuwa ni sehemu ya juhudi zetu za kumjengea Mungu nyumba takatifu na kuimarisha utume na maendeleo la kanisa letu. Mgeni rasmi, kwa heshima kubwa tunakushukuru kwa kukubali mwaliko wetu na kuungana nasi katika siku hii adhimu. Uwepo wako umetutia moyo na kutupa hamasa ya kuendelea na jitihada zetu kumtumikia Mungu. Katika risala yetu tunapenda kugusia historia fupi ya maendeleo ya kanisa hili la Lumbila. Kanisa letu lilipangwa kuwa kanisa rasmi mwaka jana tarehe 3 Agosti 2024. Ingawa ni muda mfupi tangu tukio hilo, tumefanikisha yafuatayo: 1, kutengeneza mimbari; 2, kupachika madirisha; 3, kuvuta umeme. Hii yote ni kazi ya upendo na kujitoa kwa washiriki wa kanisa. Hakika Mungu atukuzwe kwa kazi hii nzuri. Licha ya maendeleo haya, bado tunakabiliwa na changamoto mbalimbali. Kwanza, tuna uhaba wa rasilimali za kukamilisha majukumu yetu ambayo ni: 1, kumaliza jengo la kanisa finishing, kujenga ofisi ya kanisa pamoja na kujenga choo cha kisasa. Hivyo basi, siku hii ya Sabato ya majengo ni fursa ya kipekee kwetu sisi sote kuchangia kwa hali na mali katika kazi ya Bwana. Tunaomba kila mmoja wetu kwa moyo wa ukarimu na mshikamano, shukrani za dhati kwa uongozi wa kanisa, washiriki wa kanisa na kila mmoja aliyefanikisha maandalizi ya tukio hili. Mungu awabariki na kuongezea nguvu na neema. Ndugu mgeni rasmi na wote mliohudhuria, tunasema asante sana, karibuni na tushirikiane kwa upendo na mshikamano wa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu Kristo awe nanyi nyote. Asanteni sana. Amen. Risala hii imesoma kwenu na karani wa kanisa Maida Mwakatage. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana yu mwema wakati wote. Glory choir. Wao tena. Haleluya. Basi jamani, bila kupoteza muda, nipende kuwakaribisha katika zoezi hili ambalo linaenda mwishoni sasa kwa awamu ya kwanza. Mimi jamani, amen. Kutambulishwa, naitwa baba mzazi Mzee Lawena Sonda, mkazi wa Mdogo wa Kongos Chunya, lakini pia ni mkurugenzi wa shule ya Holland iko pale wa Kongos. Karibuni sana. Amen. Na sasa mgeni wetu rasmi hapa madam, nimefurahi kwanza leo amenikumbusha kwamba tumeona naye sehemu. Kwa hiyo mimi huwa nafurahi jamani kwamba kila mtu atakayekutana naye mtaani lazima nimsalimie vizuri, kwa sababu wengine wanakuwa wameshaniona sehemu, si ndio? Kwa hiyo sitakiwi kwamba niweze kusalimiana na mtu huko nimenuna, lakini pia nimefurahi kuona wengine wengi, hata mzee wangu Mwasiposi pale, dereva mstaarabu na wainjilisti na kijana wangu kutoka Makongo pale, mkuu shule ya Sabato. Naona umetulia kabisa kule nyuma, bila shaka mambo nilikuwa nafikiri kwamba kabla tujamkaribisha madam hapa, ni vema kabisa kwa group choir waweze kusimama wakaimba wimbo mmoja, huku madam akiwa anaangalia hii
ni sala ni jibu vipi kwa wana na binti za Mungu. Amina jamani. Ile natafakari kwamba pale nilikuwa nimefikiria kwamba tuchangie labda milioni 2, lakini kwa inaimba na mama mzazi alikuja kutoka Makongosi basi milioni 5. Unaona bana, ni vitu ambavyo mtu anatafakari. Amina jamani. Kwa natafakari kwamba pale tutafanya hivi afu tutafanya hivi. Wakati kwa imefanya jamani, imeimba mama mzazi na anatafakari mama mzazi mama. Basi au kwa kurudi. Ukarimu jamani unalipa, tujifunze somo kwa Mungu alimtoa mwana wake wa pekee. Sadaka iliyokuwa kuliko zote jamani, inayogusa uhai na maisha. Sadaka iliyokuwa kuliko zote jamani, inayogusa uhai na maisha. Alitoa tuokolewe. Sadaka iliyokuwa kuliko zote jamani, inayogusa uhai na maisha. Alitoa tuokolewe. Kutoa ni moyo na wala sio utajiri. Mungu anapenda wanaotoa kwa ukarimu. Mungu hapokei sadaka iliyopungua, maana anajua alivyokubariki. Kutoa ni moyo na wala sio utajiri. Mungu anapenda wanaotoa kwa ukarimu. Mungu hapokei sadaka iliyopungua, maana anajua alivyokubariki. Ukarimu jamani unalipa. Ibrahimu kawa karimu wageni wawili kumbe malaika, kwa sababu alijizoesha kuwa mkarimu, aliwakaribisha nyumbani mwake. Kwa sababu alijizoesha kuwa mkarimu, aliwakaribisha nyumbani mwake. Walibariki nyumba yake. Kwa sababu alijizoesha kuwa mkarimu, aliwakaribisha nyumbani mwake. Walibariki nyumba yake. Kutoa ni moyo na wala sio utajiri. Mungu anapenda wanaotoa kwa ukarimu. Mungu hapokei sadaka iliyopungua, maana anajua alivyokubariki. Kutoa ni moyo na wala sio utajiri. Mungu anapenda wanaotoa kwa ukarimu. Mungu hapokei sadaka iliyopungua, maana anajua alivyokubariki. Kutoa ni moyo na wala sio utajiri. Mungu anapenda wanaotoa kwa ukarimu. Mungu hapokei sadaka iliyopungua, maana anajua alivyokubariki. Basi baada ya kumkaribisha mama mzazi hapa madam, then baadaye tutaanza kuwataja wale ambao tunao hapa. Tukishamaliza
tutakwenda kwa ajili ya chakula, alafu mchana tuendelee na nyimbo, na wale ambao tutakao kuja mchana pia basi tuendelee kuhamisha zoezi letu. Amina jamani. Mama mzazi, mama karibu, mama mzazi, mama. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mimi huwa nyimbo zikiimba mishipa yangu ya damu inatikisika. Asante sana kwa Amen. Karibuni Lumbila. Nadhani nimeshatambulishwa, mnanifahamu, ila ninaweza nikarudia. Kwa majina kamili, naitwa Eliada Nashoni Makonga kutoka Kanda Maalum. Ndugu mchungaji, wageni waalikwa wote na washiriki wa kanisa hili la Lumbila, ni furaha kubwa kwangu sana kujumuika pamoja nanyi katika sabato hii maalum, sabato ya majengo. Pia nipende kumshukuru mchungaji wetu, Mchungaji Jackson Chomo. Mungu akubariki sana Pastor Chomo. Mchungaji wetu amekuwa ni mtu ambaye amekuwa akisapoti kazi ya Mungu katika mtaa wetu, na ameruhusu kwa moyo wake wote kazi ya utume iweze kusonga mbele katika mtaa wetu bila pingamizi yoyote, na maendeleo mengine yoyote yanayohusu mtaa na makanisa yake yaendelee bila pingamizi. Kanisa letu la Lumbila kama tunavyokumbuka lilipangwa mwaka jana tarehe 3 mwezi wa 8 2024, lakini kipindi hiki kifupi wameweza kufanya mambo makubwa, na wao pia wako wachache. Wameweza kutengeneza mimbarani kama tunavyoona, mimbara yao iko vizuri, kupachika madirisha na kuvuta umeme pia kwa kipindi kifupi tu, na ni watu ambao ni wachache. Hakika Mungu atukuzwe kwa kazi hii walioifanya, na Mungu aendelee kuwatia moyo. Wanayo mambo mengi ambayo waliyoorodhesha katika kadi zetu walizotugawia kwa waalikwa wote. Ni tamanio lao waweze kuyatimiza ndani ya mwaka huu. Kwa hivyo ni ombi langu tuweze kushikamana pamoja tukamilishe kile ambacho wametuitia. Kanisa linatamani kufanya mambo yafuatayo ambayo bado hayajakamilika. Kufanya finishing ya jengo la kanisa hili kama mnavyoona, kujenga ofisi ya kanisa, kujenga choo cha kisasa. Kwa ambao umezunguka katika eneo hili, nadhani kuna mapungufu fulani umeyaona, kwa hiyo tuwe pamoja. Tunajua hii ni kazi hii hatutaiweza sisi peke yetu, ila tunapomshirikisha Mungu aweze kuwa pamoja nasi na aguse mioyo yetu, tuweze kusapoti kazi ya Mungu na kufanya pale ambapo Mungu anastahili kuabudiwa pakiwa safi na sahihi. Mimi kwa siku ya leo naahidi nitatoa kiasi cha shilingi milioni 1 katika kanisa. Mungu awabariki sana. Amina jamani. Sasa basi mama yetu hapa ameahidi atatoa shilingi ngapi jamani? Milioni 1. Asante sana. Kanisa la Wasabato bwana la sana. Amina. Mimi kanisa la Wasabato nalipenda sana. Amen. Kwa sababu lina utaratibu mzuri. Kuna sehemu moja nilialikwa mimi. Kama mama msema milioni 1, wangesema hamna haiwezekani kabisa, siwezekani. Swidi mama, hebu ongezea, lakini sisi bwana tuko kistaarabu. Amina jamani. Sasa basi inabidi na sisi tuanze kuunga mkono jitihada za mama yetu hapa ili tuweze kufanikisha jambo ambalo ni kuweza kumalizia kanisa letu. Amina jamani. Bila shaka nieleweka vizuri Kama unaongea haraka mtaniambia, kwa sababu siku moja nilikuwa naishi kule bondeni, nilikuwa msaga mashine. Sasa kule ilikuwa kusaga mashine ikifika saa 6 mchana inabidi upumzishe mashine kwa sababu ya joto kali. Sasa mashine ikipumzika ili wale wateja wasiondoke, inabidi watu kuwapigisha story sasa. Kwa sababu kwanza Mbeya walikuwa hajaifika, alafu mabasi wakiona basi wanasema ni mwanamke, alafu ile mafuso wanasema ni mwanaume. Unaona bana? Bondeni kule kusatutoe.
Kwa hiyo sasa unaanza kuwapitisha story kwamba ukifika Mbeya unakuta lami zimepigwa lami, barabara ni za nyeusi kabisa, iko hivi na hivi, unawapitisha story. Sasa kumbe wananisikiliza tu ila hawanielewi. Wakasema bwana Mayanga sha. Utakuwa kuelewa yaani jamaa anaongea haraka huwezi kumuelewa. Kwa hiyo nakaa saa nzima ile wananisikiliza lakini hawanielewi. Kwa hiyo ndugu zangu, kama mtakuwa mnielewi mtaniambia, nina lugha mbalimbali za kuweza mpaka mnielewe. Amina jamani. Na Kizanzibari pia Zanzibari kule bwana wanaongea taratibu. Kule ukienda bwana, na ndio maana hata watangazaji wa mpira uweze ukasikia watangazaji wa mpira wanatokea Zanzibar. Si ndio jamani? Kwa sababu mpira unaenda kwa kasi alafu wenyewe wanaongea taratibu. Shehe wangu mambo vipi? Wajionaje na hali shehe wangu? Si wala tuna maneno mengi wala tuna nchecheto. Wala ulojo tu sie. Unaona bwana? Na ndio maana sasa kutoka mpira unachezwa haraka uweze kutoa mtangazaji wa kule Zanzibar kwa sababu ataanza sema mpira huu wanachukua Boko. Boko anampasia Mayele. Mayele anaenda na Mpangasa, lakini Ngasa mbona kainama pale? Anafanya pale. Yawezekana anaofuta hela. Lakini pale Ngasa baada ya kutoka Ngasa pale naomba nipumzike kidogo jamani, ninywe ulojo. Jamani mwasikia kelele hizo baada ya kunywa ulojo? Ilo goli hilo. Hao ni Zanzibari. Kule wenyewe ni taratibu, unaona bwana? Kwa hiyo pia naweza nikatumia hata Kizanzibari kama mtakuwa mnashindwa kunielewa vizuri. Sasa basi, baada ya kupata hiyo milioni 1 ambayo kwa tathmini za haraka ni simenti nyingi za kutosha. Amina jamani? Ambazo zinaweza kutuvuta mpaka sehemu fulani hivi. Kwa hiyo mama mzazi, Mungu akubariki sana mama. Asante sana. Bila shaka nadhani kwa zoezi la siku ya leo tutaenda kumaliza kanisa letu kwa kuwa Bwana yuko pamoja na sisi. Amina jamani? Amen. Sasa mimi basi na mimi nianze kuunga mkono mama mzazi hapa kama MC wa siku ya leo. Na mimi nichangie simenti mifuko 10. Amina jamani? Mimi naomba nitoe hapa kwa mchungaji. Nitoe hapa mifuko 10. Amen. Baba mzazi wow. Wow tena. Wow. Haleluya. Amina jamani? Amen. Basi tunazidi kulisongesha, tuna pale kama nilivyosema ile milioni 1 tuna kama mifuko 50 ya simenti. Sawa jamani? 50. Kwa hiyo mifuko 10 inakuwa 60. Unaona bwana? Kuna fundi wote mtaalamu yuko hapo? Nadhani sasa tunaendelea. Baada tutapata simenti, tutapata white skim, kama tunaweza tukapata mbao za sigboard na vitu mbalimbali, mambo yasonge mbele. Amina jamani? Basi baada ya hapo sasa kwenye mtambo mkubwa kabisa wa daftari la heshima. Role model wangu jamani, kuna mtu mmoja mimi ni mshiriki wetu pale kwa Congress. Mambo anayofanya mimi naigiliza kwake. Amina jamani? Batizo tu kanisani akaanza kufanya kazi, yani kila kazi leo utakao mweka kwanza akatai, lakini anafanya kwa kujituma. Amina jamani? Lakini anaweka vikao hata nyumbani, anaweza sai baba mzazi, baba bwana shemeji, afu mimi bwana shemeji, afu ndio kwa ajili ya kazi ya Bwana na mambo yazidi kusonga mbele. Karibu bwana shemeji. Wow tena. Haleluya. Bwana ni mwema wakati wote. Mimi nitasupport shilingi 300,000. Amina jamani? Amina. Basi Kalani angekuja awe na tuandikia na namba za simu na tuweke kwamba itakuwa zitatolewa lini ili mambo yaweze kusonga mbele. Amina jamani? Amen. Lakini hapa katika daftari hili la heshima tunamwona Mr. and Mrs. Michael Kimati. Michael Kimati, karibu sana baba mzazi pamoja na mama mzazi.
nilikuwa sikufahamu baba mzazi, ila mama namfahamu miaka mingi. Basi karibuni huku mbele kwa ajili siku ya leo, na ili kuweza kukamilisha kanisa letu, mambo ya kusonga mbele. Lakini unaweza usiogope pia, kama kwa mfano jana mtu benki zimewahi kufungwa au network ilisumbua, leo una kiasi kadhaa, unaweza kaidi tena kiasi kadhaa, ili tuweze kukamilisha mambo yetu yakawa zaidi na zaidi. Karibu sana baba mzazi. Mama mzazi tunafahamiana naye miaka mingi. Mama mzazi mama. Mama leo tumeona baba mzazi leo. Live. Asante sana kanisa. Mungu awabariki. Amen. Nashukuru kwa kunialika. Ndipo sijafika huko kwa sababu. Amen. Lakini nasema Mungu ni wema. Kwa sababu anatuongoza kwa kila njia. Ili tuweze kutambuana wana wa Kristo. Amen. Mimi nasali